Na tatizo sasa, miaka hii tuliyokuwa nayo, wale watu wa kawaida wana ujasiri kuliko watu wenye kusoma, ujasiri wa ukimbelembele, kujitia kwamba kuna mambo wanayajua na wana uwezo wa kutafakari mambo na kudadavua. Unajua kuna watu wanajipa matumaini kwa kuwa yeye ana uwezo katika ufundi mathalani wa kuichangua injini, bolti kule, nati kule, au ukimpa simu ana fumua. Pengine hata waliotengeneza hawajawahi kufanya hivyo. Simu inatolewa mpaka utumbo, alafu anarudishia upya na anaiwasha, inawaka na inafanya kazi. Injini anaifanyia overhaul na anairudishia, chuma kikipigwa starter jino moja, na gari na nguvu kuliko ilivyokuwa mwanzo. Pana watu kwa maarifa haya anaamini kwamba pia anaweza kwenye jambo lolote, hata kwenye dini. Ndio utawasikia wale, unajua shehe, nikitafakari hapo. Mtu yuko kaida huyo kwenye dini, anasoma kaida ad-darsu sabi, darasa ya 7, ndio anaunganisha herufi. Mimi nikitafakari kwenda. Kutafakari vipi? Unatumia nini kutafakari jambo la dini? Ule ujuzi wake wa kutengeneza saa ule ndio anautumia na huko. Sasa ndio mara nyingi wanadanganywaga wale, akishapotea baadaye ndio anakuambia tuliingia cha kike bwana. Ulitia mjuaji wewe. Kwa hiyo ule ukimbelembele wa kujitia kujua umewafanya wengi wanapotea, kwa sababu awamu wa miaka hii nao wana ujasiri. Mimi bwana sijasoma, sina maneno yao kuhusu dini, sijasoma kabisa, wallahi sijapata muda kusoma dini, ili shughulishwa na mambo yangu huko ya kidunia, nimekwenda vyuo huko wapi, lakini kuhusu mambo ya dini huwezi kudanganya. Kwa nini usidanganywe? Leo hujasoma, unadanganywa vizuri tu, ushadanganywa sana tu. Sasa hatari kwa watu wa kawaida ni kubwa zaidi kuliko watu waliosoma. Maneno haya hayazungumzi kwa maana ya kuwasimanga watu ambao hawajasoma au kuwabeza, ni kuwapa nafasi yao. Hii ndio nafasi yenu, na mtu ajitambue. Kuna maeneo usitie pua, tulia.